P Diddy ni jina ambalo tumekuwa tukilisikia sasa kwenye mitandao, iwe Instagram, iwe YouTube, iwe Snapchat. P Diddy. Watu wengi hawajui mambo 7 ya kutisha katika historia ya maisha ya mwanamuziki huyo. Je, mambo hayo ni yapi? Namba 7. Umaarufu wake ulitokana na kuua watu. Mnamo mwaka 1991 Disemba, huko nchini Marekani, mwanamuziki huyo aliandaa mchezo wa basketball. Inasemekana kwamba uwanja alioandalia mchezo huo uliweza kualika watu 2,000 na kitu tu. Mwisho wa siku alialika watu zaidi ya 2,000. Kukatokea shida kubwa sana kwa watu kung'ang'ania kuingia ndani. Baada ya mzozano na vurugu hizo, mwisho wa siku watu 9 walipoteza maisha yao. Kwa sababu kabla ya hapo amna aliyemjua P Diddy. Hadi vifo vya watu hao 9 vilivyotokea ndio umaarufu wake ulizaliwa. Namba 6. Anashutumiwa na kuhusika na kifo cha mwanamuziki Tupac Shakur na Notorious B.I.G. Kama wewe ni mfuatiliaji wa muziki wa hip hop wa Marekani, utakuwa unajua bifu lililokuwepo kati ya wanamuziki Tupac Shakur na B.I.G. Katika kipindi hicho cha bifu hilo, B.I.G. alikuwa chini ya P Diddy kwenye rekodi yake ya Bad Boys Record. Na inasemekana kuwa alitafuta muuaji na kumlipa kiasi cha shilingi cha dola milioni 1 za Kimarekani, akitaka muuaji huyo ammalize au amtoe kabisa kwenye uso wa muziki mwanamuziki Tupac, ili mwanamuziki wake B.I.G. aendelee kuwa maarufu zaidi na kuweza kutengeneza muziki ambao ungeweza kumfaidisha yeye na rekodi yake. Lakini haukuishia hapo, kwa sababu baada ya kifo cha Tupac Shakur, B.I.G. au Big alikataa kuendelea kufanya kazi na P Diddy, na inaonekana baada ya miezi kadhaa tu na yeye aliuawa. Mtu ambaye alipelekwa gerezani kwa kifo cha mwanamuziki Shakur au Tupac anadai kwamba ni P Diddy ndiye aliyeua wasanii wote wawili. Sasa haijulikani kama ni kweli au uongo, maana kila akiulizwa P Diddy hudai kwamba yeye hakuhusika na kifo cha wanamuziki hao. Namba 5. Inasemekana kuwa P Diddy ni shoga anayejificha. Wasanii wengi sana wamekuwa wakiongelea kwamba katika tasnia ya muziki Marekani, marapa wengi sana wana tabia ya ushoga, lakini kwa sababu tasnia hiyo inaonekana kwamba mwanamume anahitajika kuwa mwanamume rijali na sio shoga, kwa hiyo wengi wao wanakuwa ni mashoga wanaojificha. Inasemekana kwamba P Diddy amelala na wasanii wengine wengi sana, akiwaahidi kwamba wakitaka kuwa maarufu ni lazima wajitoe kwake, na kwa namna moja au nyingine ni kufanya tabia hizo za kishoga na P Diddy. Inasemekana kuwa P Diddy amelala na wasanii kama Justin Bieber, Asha Raymond, kutaja wachache. Na sio wasanii wa Marekani tu, inaonekana P Diddy amelala na wasanii wengine hata wa nchi za Afrika, ambako wengine siwezi kuwataja majina yao, lakini inaonyesha kwamba tabia hizo za kishoga hataki watu wengi wajue, na ndio maana huwa anazificha. Lakini kutokana na uthibitisho uliokuwa ukikusanywa miaka kadhaa, inaweza ikasemekana kweli P Diddy ni shoga anayejificha. Namba 4. P Diddy ni mkatili sana. Katika historia yake ya kuanza muziki hadi sasa, kumekuwa na shutuma mbalimbali za ukatili zinazokuwa zinaletwa kuhusu mwanamuziki huyo. Mfano mzuri ni girlfriend wake wa muda mrefu anayejulikana kwa jina la Casey Ventura au kwa kifupi Casey, ambaye alimfungulia kesi ya ukatili dhidi yake. Uthibitisho unaonyesha kwamba P Diddy alionyeshwa katika video mbalimbali akimpiga mwanadada huyo bila huruma. Ninaonyesha kwamba walikuwa katika hoteli moja. Baada ya hapo, kwa sababu mwanamuziki huyo ni mwanamuziki mwenye pesa, alilipa hoteli hiyo kiasi cha dola 50,000 kwa kuwaomba wafute video hizo. Hata hivyo, mwanadada huyo alimfungulia kesi P Diddy, ambako P Diddy alimuomba kwamba asiende hadharani kutaja vitendo vyake hivyo vya ukatili na kumlipa kiasi cha pesa cha mamilioni ya madola. Lakini si mwanadada huyo tu, kuna watu wengine nao wamedai wamewahi kufanywa vitendo vya kikatili na mwanamuziki huyo au producer huyo. Mpaka sasa ana kesi zaidi ya watu 120 ambao wanadai wamefanywa vitendo vya ukatili
na mwanamuziki huyo. Japokuwa mwanamuziki huyo huja na kuomba msamaha na kudai kwamba anapitia wakati mgumu kwenye maisha yake, saa nyingine ndio maana anafanya vitendo hivyo, watu wengi wanaamini kuwa ukatili wake ni kwa sababu ni mkatili tu, na ni kwa sababu anajua ana nguvu ya kipesa inayomruhusu kufanya jambo lolote lile kwa sababu ana pesa, kwa sababu ana nguvu bila athari zozote. Namba 3. Uhusiano wa P Diddy na mama yake ni wa ajabu. Hakuna mtu asiyejua upendo uliokuwepo kati ya mama na watoto zao wa kiume. Lakini upendo wa P Diddy na mama yake mara nyingi unaonyesha kuleta maswali mengi. Mwana baba huyo mwenye umri wa miaka 55 mara nyingi huonekana akimbusu mama yake mdomoni. Hata kama unampenda mama yako kiasi gani, ukiachana na suala la kumbusu mama yake mdomoni, mwana baba huyo hudai vile vile yeye na mama yake huenda pamoja kwenye zile klabu za watu wanaocheza uchi. Umri alionao sio umri wa kuonekana wakifanya vitu vya namna hiyo. Uhusiano wao mara nyingi huleta mashaka. Namba 2. P Diddy huandaa sherehe za ajabu ajabu. Katika sherehe hizo ambazo mara nyingi yeye huziita ni freak of parties, mwanamuziki huyo huandaa sherehe hizo kwa nia ya kuvuta madawa ya kulevya kupita kiasi, kwa nia ya kuwafanya watu kujihusisha na kufanya mapenzi ikiwa wanataka au hawataki. Katika pati hizo ambazo kuna watu maarufu mbalimbali kama wakina Beyonce, wakina Jay-Z na wakina Jennifer Lopez kwa kutaja wachache, P Diddy huonekana akichukua video endapo kuna watu wanaofanya mapenzi au kuna watu ambao wamelala kwa kuchoka kabisa kwa sababu ya kuvuta madawa ya kulevya mengi yaliyowashinda nguvu, na inasemekana kwamba baadaye huangalia video hizo na kucheka akifurahia matendo yake maovu aliyoyafanya. Jamani, kweli mwanamuziki huyu ana tabia za ajabu. Namba 1. Inasemekana kuwa P Diddy ni Freemason. Jamani, ni nani asiyejua kwamba wasanii wengi wa Ulaya utajiri wao, mali zao na nguvu zao zinatokana kwa sababu ya kuwa kwenye chama cha siri, chama Freemason. Kama kuna video yangu hujaijua kuhusu Freemason, tafadhali enda kwenye video nyingine uangalie. Nimeongelea zaidi kuhusu watu hawa na chama hicho kwa undani. Tukirudi kwenye video yetu ya leo, Freemason ni chama ambacho mara nyingi nguvu zake zinatokana na nguvu za kishetani. Kuna kutoa sadaka za watu, kuna kutoa sadaka za damu au wanyama na mambo mengi ya ajabu ya kutisha. Kitu kimoja ambacho watu wengi hawajui kuhusu msanii huyu ni Freemason asiyejificha, ambapo inasemekana kwamba katika pati zake hizo tulizoziongelea hapo punde, vile vile huonekana akifanya ibada hizo za Freemason. Hapa mtu unaweza kuelewa kwa nini mwanamuziki huyo ameweza kuwa tajiri sana mwenye thamani ya mabilioni ya madola. Baada ya kuua watu 9, inaweza ikawa watu 9 hao ni sadaka za yeye kwa maarufu au kuingia kwenye chama hicho. Kama ulikuwa ujui kama mwanamuziki huyo ni Freemason, basi umelijua hilo leo. Mwanamuziki huyo sasa hivi yuko jela ambako anashutumu za watu 120 wakidai vitendo mbalimbali vya ukatili, vya ubakaji, vya udhulumaji alivyofanya katika miaka mingi iliyopita. Hapa tumejifunza kwamba sio kila mtu maarufu tunayemuona umaarufu wake kufanya kazi kwa bidii au ni kwa sababu ni mtu mwema. Watu wengi maarufu hufanya vitu vya ajabu ajabu ambapo watu wa kawaida huviona sawa kwa sababu ni maarufu. Shule ya maisha inawakumbusha kuangalia vizuri kwa umakini watu maarufu na kutokuwaeka kama ni watu wasafi sana kuliko watu wa kawaida. Watu wengi maarufu ni watu ambao hutumia njia ambazo ni chafu kufika hapo walipofika leo. Na hata kama si hivyo, ni watu ambao mara nyingi hujiona ni bora kuliko watu wengine. Ila hiyo haimaanishi kwamba kwa sababu ni maarufu ni watu wema. Na wakumbusha kusubscribe katika channel yetu ya Shule ya Maisha. Hapa tunajifunza mambo mengi mbalimbali, sio kila siku tunaongelea mada za mafundisho. Siku nyingine tunaongelea mada za burudani za watu maarufu ili kujua kwa undani mambo mengi yanayoendelea sio nchini Tanzania tu, hata duniani kote. Asanteni kwa kunisikiliza, hadi siku nyingine, kwaherini.